Shalom shalom mpenzi mtazamaji wa Runinga Sonship Spirit. Nakukaribisha sana katika dakika 5 za kipindi cha utukufu wa wokovu wetu. Mahali hapa tunakupa kuelewa urithi wa wokovu tuliopewa na Mungu Baba kupitia Yesu Kristo na kazi yake kamili ya msalabani. Atsa Brown ndio mtangazaji wako wa siku zote. Karibu tuwe pamoja mpaka tamati ya kipindi hichi. Na ninapenda kumshukuru Mungu Baba katika Kristo Yesu kwa ushirikiano wenu ambao mmeweza kutuonyesha kutokana na swali ambalo tuliweza kuliacha katika kipindi kilichopita, ya namna gani mpenzi mtazamaji ambavyo uliweza kukutana na habari hizi za wokovu mpaka ukaokoka. Na tuliona watu walivyotushirikisha na tumepokea maoni yenu, tumepokea comments zenu. Nashukuru sana, Mungu awabariki mno. Na leo tunakwenda kuangalia mmoja wa mtazamaji wetu ambaye pia naye ameweza kushare namna ambavyo aliweza kuokoka. Alikutana na habari hizi za wokovu, akaweza kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Nimekutana na comments nyingi sana, lakini nyingine zimechekesha, lakini na nyingine zimeweza kunisikitisha. Mfano, hapa nina komenti moja ya mtazamaji wetu. Anasema, kabla ya kupata ufahamu sahihi kuhusu wokovu, nilijua wokovu ni kuokolewa tu, tena sio kwa kusaidiwa na Kristo, ila kupambana kutenda mema ili niweze kumfurahisha Mungu. Hii ilikuwa kazi ya kuchosha mno, maana nilitenda mema mawili, kosa moja liliharibu mema yote. Sikuwa na maisha yenye uhakika wala furaha. Maisha ya wokovu yalikuwa ni magumu mno kwangu. Badala ya Mungu kuwa baba mwenye upendo, nilimwona Mungu ni adui yangu na mwindaji anayesaka mawindo akisubiri nifanye makosa ili aweze kuniadhibu. Lakini baada ya kupata maarifa sahihi, sasa ninayafurahia maisha ya wokovu ambayo ni halisi kwangu na uhakika. Hii ni kutoka kwa mmoja wa mtazamaji wetu ambaye ameweza kushare kama ambavyo nimetangulia kusema mwanzoni. Nikushukuru sana wewe mtazamaji ambao umeweza kushare comments zako, umeweza kushare habari hizi, namna ambavyo uliweza kukutana na habari za wokovu, namna ambavyo uliokoka. Mungu akubariki sana. Lakini bado tunaendelea kupokea comments. Endelea kushare wewe mpenzi mtazamaji unayenitazama sana wakati huu. Ni namna gani, ni kwa namna ilikuwaje ulivyokutana na habari za wokovu? Ilikuwaje mpaka wewe ukampokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Ilikuwaje? Tueleze ili tuweze kushare na watu wengine, tuone namna ambavyo mambo yanakuwa yanaenda. Nitumie wakati huu kukupongeza sana wewe ambaye umeweza kukubali habari hizi za ukombozi, habari hizi za wokovu na kuzipokea, ukaokolewa kwa Roho wa Kristo. Lakini kwa wewe ambaye bado hujaweza kupokea habari hizi, umesikia habari hizi na umezikubali na umesadiki, lakini bado haujampokea, nifuatishe basi maneno haya, nawe utakuwa umempokea Yesu Kristo na kuokolewa katika Roho wa Kristo. Ninaamini ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu na Mungu aliyovaa mwili, akateswa mpaka kufa, akafa, akazikwa, akafufuka, akapaa kama yanenavyo maandiko, akawatokea mitume wake. Na mimi leo hii ninampokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Haleluya, mimi ni mwana wa Mungu. Amen. Ongera sana kwa kusadiki, ongera sana kwa kufuatisha maneno haya, kwani kwa kupitia sala hii, kwa kupitia maombi haya, tayari umekwisha kuzaliwa mara ya pili katika Roho wa Kristo. Na nikukaribishe katika familia ya wana wa Mungu ndani ya ufalme wa Mungu. Lakini pia kama kawaida, kuna baadhi ya vitabu, baadhi ya maandiko katika Biblia takatifu unaweza ukayasoma kwa ajili ya kutambua, kuendelea kupata ufahamu sahihi juu ya ukombozi huu wa mwanadamu. Kitabu kile cha Waefeso sura ya 2 mstari wa 1, Yohana sura ya 10 mstari wa 10 na wa 11 pale, lakini pia Wakorinto sura ya 1 mstari wa 13 na 14, na bila kusahau Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 1 mpaka wa 8.
Mpaka wakati mwingine tukutane hapa hapa Sonship Spirit TV, jicho la Mungu duniani kote. Tuone namna ambavyo watu waliweza kukutana na habari hizi njema kabisa mpaka kupokea zawadi hii ya wokovu, zawadi ya thamani, zawadi ambayo huwezi kuipata kwa kufanya chochote, yani kwa kutoa pesa wala kwa kugharimika kwa namna yote, isipokuwa tu kwa kumwamini Kristo na kusadiki habari hizi za Kristo. Mpaka wakati mwingine tukutane hapa. Shalom, shalom.